mikono juu. Inulia tu Yesu mikono yako. Mikono juu. Basi shusha kwa mabega. Kamata kiuno. Rudi kwa kichwa. Azunguka kidogo. Tena mikono juu. Nasema mikono juu. Twende kwa kichwa. Kamata magoti. Na kiuno. Twende kidogo. Mikono juu. Kamata kichwa. Na mabega. Na kiuno. Twende. Tena. Aya, geukia jirani yako. Umekawia kumpenda sana, mpenda tu leo. Mgeukia. Mgeukia jirani, mwambie hai. Mwambie hai. Mwambie hai. Nakupenda, 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 kupenda, 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 nakupenda. Katika jina la Yesu nakupenda. Sema nakupenda, 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 nakupenda. Upendo wa Yesu. Nakupenda, 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 upendo wa Yesu. Aya, geukiwa mwingine mwenye unaambia nakupenda na yeye mwambie nakupenda, nakupenda, nakupenda. Ni upendo wa Yesu. Beba zeta. Aya, mshike mkono namna hii. Mshike tu mkono namna hii. Mshike mkono wa kulia twende. Aya, dance naye kidogo. Hey. Hey. Kwa upendo tu wa Yesu, kwa upendo tu wa Yesu. Aya, muinue Yesu pamoja. Tumuinue. 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 Tumuinue Yesu sasa. Tumuinue Yesu. Tumuinue. Tumuinue. Yesu ni Bwana. Mara nyingine tumuinue. Tumuinue. So we must praise him. Hallelujah. Hapa Afrika ndio niliona we are very unique. No, in Africa tunaimbanga hata tunaweza kemea adui na wimbo. Lakini majua wafanyangi hivyo. Wale wazungu wako mzuri. Sisi we can serve God. Na yule adui akileta perepepe unamwambia we. Because you know Africa. Sema Africa. Africa. Hallelujah. Amen. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu na shetani, sema itakayo. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa. Hata shetani afanye nini hawezi faulu. Itakayo. Sema hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayo faulu. Hakuna
yeyote itakayotumwa na waliokufa ama walio hai chini ya maji ya nchi kavu haitafaa. Silaha yeyote itakayotumwa na waliokufa ama walio hai chini ya maji ya nchi kavu haitafaa. Hakuna yeyote iliyotumwa kinyume itakayofaa. Hakuna yoyote iliyotumwa kinyume itakayofaa. Hakuna yeyote iliyotumwa kinyume yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayo sema hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu sema itakayo hakuna yeyote iliyotumwa kinyume itakayo hakuna silaha yoyote kinyume itakayo Jesus died. Yes. My God. Yes. Hey, yes. Yeah. Oh yeah. Yeah. Hey, yeah. Adui ameshindwa. Shindwa. Ameshindwa. Shindwa. Shetani shindwa. Shindwa. So we must praise him. Wanaitwa Waafrika. Waafrika wanaimba. Wanaimba sana. Wako na content. Hallelujah. Ndio tunaanza tu, usichoke sasa. Sasa nataka tushukuru Mungu tu pole. Sasa tuna haraka sawa. Tumetoa jasho sisi. Sasa wewe ndio unatoa jasho. Sawa yako. Sisi tumemaliza, sasa tunashukuru Mungu pole. Haleluya. Ameniona. Say ameniona. Tunasifu pole. Sema ameniona Baba. Yesu ameniona, sema ameniona.
lake, tunasifu jina lake, twatukuza wema wake. Kulinganishwa nawe, je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kulinganishwa? Ema, je ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kufananishwa nawe? Je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kufananishwa nawe? Hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Yesu, sijaona kama wewe Baba, hayupo kama wewe. Je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kufananishwa nawe? Je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani wa kufananishwa nawe? Hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe Baba, sijaona kama wewe Baba, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe. Sema, je, ni nani wa kulinganishwa nawe? 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 Hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe Baba, hayupo kama wewe Yesu, hayupo kama wewe. Let us enjoy the music of the Lord truly. Enjoy muziki wa Yesu. Hey! Furahia tu muziki wa Yesu. Walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa Baba, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Musa, walikufananisha na Musa Baba, walikufananisha na Elia, walikufananisha na Elia Baba, wakujua wewe ni nani? Sema, je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Baba, ufananishwi. Je, ni nani wa kufananishwa nawe? Je, ni nani wa kulinganishwa nawe? Je, ni nani
hayupo kama wewe. Teni nani, teni nani, Teni nani wa kulinganishwa nawe? Teni nani wa kufananishwa nawe? teni nani, Teni nani wa kulinganishwa nawe? Teni nani wa kufananishwa nawe? hayupo, Hayupo kama wewe. hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. Baba hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. hayupo kama wewe Baba, Hayupo kama wewe. Yesu hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. Baba hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. Yesu hayupo kama wewe, Hayupo kama wewe. hayupo kama wewe. Hayupo kama wewe. Wapi shangwe kwa Yesu? Hiyo shangwe ni ya praise and worship. Pigia Yesu shangwe. Haleluya. Weka mkono hivi. Twende kazi. Namna ni hii tu, pole pole tu. Fanya hivi. Hapo. Twende. Twende. Na unismailie jamii. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana ni mwema, sema Bwana, wewe ni mwema. wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana ni mwema, sema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana ni mwema, sema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana ni mwema, sema Bwana, wewe ni mwema. wewe ni mwema, Wewe ni mwema. wewe ni mwema. Oh, umejaa msamaha, Msamaha, huruma na upendo. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, umejaa msamaha, huruma na upendo. Bwana, wewe ni mwema. wewe ni mwema, umejaa msamaha Bwana, Msamaha, huruma na upendo. Bwana, wewe ni mwema. wewe ni mwema, Wewe ni mwema. Bwana ni mwema, say Bwana, Wewe ni mwema. hiyo ni rege tu mzuri ya Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema, Wewe ni mwema. wewe ni mwema Bwana, 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 wewe ni mwema. wewe ni mwema, Wewe ni mwema. wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Oh, umejaa msamaha, Umejaa msamaha, huruma, huruma na upendo. Bwana, Wewe ni mwema. Bwana. Wewe ni mwema. Oh, umejaa msamaha, Umejaa msamaha, huruma, huruma na upendo. Bwana wangu, Wewe ni mwema. wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Bwana, 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 wewe. wewe ni mwema. Rudia tu haya maneno, ni machache lakini yanamaanisha sana. Bwana, Wewe ni mwema. mwambie tu Yesu, wewe ni mwema Bwana. Bwana, Wewe, wewe ni mwema. 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 Bwana, Bwana, Bwana. Bwana, Wewe, wewe ni mwema. wewe, Wewe ni mwema. wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Maanisha zaidi, sema Bwana, wewe ni mwema. Bwana, Bwana,
wema wako tu, kwa wema wako tu, hatuangamii. Wewe ni mwema, Wewe ni mwema. Baba, ni kwa wema wako tu, hey, hatuangamii. Bwana, Wewe ni mwema, sema Bwana, 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 Bwana. wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Tupigie Bwana wetu Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Tushangilie Bwana Yesu. Tunaendelea vizuri. Najua kwamba tumebarikiwa. Amen. Na tunazidi kubarikiwa. Bwana pewe sifa. Amen. Tugoshe mwathani leo. Amen.
mbele za Mungu. Kwa njia ya kusarenda mbele za Jehova katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Zungumza tu na Bwana, mwambie God, ni wakati wako Bwana, nataka kusikia kutoka kwako. Ambia tu Bwana, zungumza na Jehova. Mwambie God, I'm ready. I'm ready, I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready. Inua tu mikono yako Bwana mbele za Jehova. Inua tu mikono yako mbele za Mungu wa mbinguni. Mwambie God, today it is my day. Leo ni siku yangu Bwana, ni siku yangu. Ni siku yangu, ni siku yangu, ni siku yangu. Tanua tu kinywa chako, usiangalie jirani yako. Mwambie Bwana, niko tayari kuzungumziwa na wewe. Niko tayari kuzungumziwa na wewe. Moyo wangu uko tayari kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh God. God. Oh Lord. Wakati tunaimba hiyo wimbo, tafakari tu ndani mwako. Oh yes Lord. Baba, tunakushukuru. Sifa na shukrani zote ni kwako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna nguzo zilizo kama zako. Upendo wa duniani na mbinguni wote ni wako. Tunasujudu mbele zako kuungama dhambi zetu zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi tulizozitenda bila makusudio. Baba, tunakuomba msamaha. Tushike tu mkono. Hatuna uwezo, hatuna nguvu. Maadui wetu wako na nguvu nyingi kutuliko. Ni wewe tu tunakutegemea.
Wewe ndio una uwezo wa kutupigania. Wewe ndio una uwezo wa kushinda vita hizi. Wewe tu ndio una uwezo. Hakuna mtu mwingine aliye na uwezo kuliko wako. Hakuna kitu kilicho duniani wala mbinguni kilicho na uwezo kushinda wewe. Ni wewe tu. Utuangazie mwanga huu, utuweze kutufungulia milango hii, ukatufaulishe na utakufanikishe katika malengo mbalimbali, maana jina lako ni la kiufalme na utukufu wote ni wako. Ni katika jina la Yesu Kristo na kuomba tu kanitumie kama chombo, nikazungumze yaliyo yako, nikanene yaliyo yako, na nikafanya yaliyo yako peke yake. In Jesus name we pray. Amen. Somebody say amen. Amen. Keti kwenye kiti chako cha muujiza, then unipe tu dakika chache niweze kuzungumza na wewe. A few minutes only, I'll be through. Ni kukamilisha, tunakamilisha mafundisho ya the bloodline. Tulianza na bloodline patterns, tukaingia kwenye bloodline effects, and today we are in the bloodline, the power of the blood. Mbie mwenzako, the power, nguvu katika damu. Bwana Yesu asifiwe sana. The power in the blood. Tell your neighbor, the power in the blood. It doesn't matter which kind of blood you are speaking about, but the power, the blood has power. Be it negative or positive, it is power. The blood, iwe ni ya paka, iwe ni ya kuku, iwe ni ya kifaranga, iwe ni ya binadamu, the blood has power. Mwambie mwenzako, the blood has power. Na tumefungwa sana katika blood that has power. Lakini before this, as I get in, I want to, nataka kumwalika mwanadada anaitwa Wairimu. Siku ya Jumamosi ijayo tuko na semina maalum, semina ya kuzungumzia uchawi. Sema uchawi. Najua uchawi ni kitu chenye nguvu sana katika maisha yetu. Uchawi inaweza kuwa ni hilisi kamute, na uchawi inaweza kuwa ni mdomo tu. Ni maneno ambayo nitazungumza kwako, inaweza kuwa uchawi. Uchawi inaweza kuwa the positioning, where you are, what you are, what you are dressing, what you are saying. Yourself, you can be a witch of yourself. Wewe mwenyewe unaweza kuwa mchawi wewe mwenyewe wa kwako. Yale maneno unayozungumza kwako, yale maneno ambayo unajizungumzia yanaweza kuwa maneno mazuri yaliyo ya kujenga, ama maneno mabaya ya kujiroga. Kwa hivyo hauhitaji kurogwa na mtu, unahitaji mdomo wako kuufungua ukajiroga. So we have Wairimu. Where is she? I said you come forward. We have Wairimu here, ambaye you remember very well. Huyu msichana amekuwa mchawi kwa muda mrefu sana. Si mnajua? She has been a witch. Na aliconfess, mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa kila kijambazi. Sema jambazi. Hakuna mtu anaweza nishinda Kenya iko ujambazi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I normally tell you, I'm only 6% saved. 90 what? 94 nimeiachia Mungu anisaidie kurekebisha, anisaidie kubadilika. Maana hii kitu ya ujambazi na nini ilianza nikiwa mtoto. Biblia inasema hata kabla hujazaliwa nilikuwa na kujua. Bwana Yesu asifiwe. So hata kabla hujazaliwa shetani pia alikuwa ananijua, na akatengeneza mikakati akanifunga katika level ya ujambazi. Nikatengeneza vitu vikubwa mungiki, nikatengeneza ujambazi mkubwa, mabunduki na kila kitu. And God came and saved me. But to get completely out of what I was, it is not a walk in the park. It is a movement. Deliverance is not one day. Hallelujah. Deliverance sio ati nikuja nikuwekelea mkono sasa useme I'm delivered. No. You can even be a good preacher. Moses was a liberator, but he was still not delivered. Nini limkosesha kwenda Canaan? Si hasira. Hasira hii ilitokana na laana ya Yakobo. Wakati alikuwa anabariki watoto wake, akamwambia Simon na Levi ya kwamba hasira haitakuondoka because of what they did. Moses was the greatest liberator we have ever had.
but aligongwa na the words za babu yake. Tunamuita babu ama tumuita nani? It's a generational curse. From very far, from Jacob, Moses was very far. He comes from the clan ya Lewi na Simon na Lewi. And he, because of anger, maana Simon na Lewi walikatakata ng'ombe kwa sababu ya hasira. Kwa sababu ya hiyo hasira ilimkamata Musa, na Musa hakuweza kufanikiwa kwenda kule. So deliverance don't lie to people that it is a one day project. No. Sema no. No. Hallelujah. It is a program that it can be a lifetime program. More especially hii ya damu. Hii ya damu ambayo tunazungumzia. Na ndio naona nimeisisitiza, nimeipeleka pole pole ndio muelewe. This is a lifetime sentence ambayo you must come out of it in a systematic way. So when I met Wairimo, nilimkutana na yeye huko, alinipigia nikiwa Dubai. Nilikuwa nimeenda kufungua kanisa ya Dubai. Na akanipigia simu. Tukaongea naye, nikamwambia nitakuja. Na wakati nilipokuja nikamwambia tukutane kanisa ya Thika. Ambayo kina nani alikuwa? Huyu Apostle Washara. Walikuwa huko lakini walifunga. Nasikia siku hizi anasema ilikufa. Lakini wao walipigana. Huyo Jane, huyo mwingine alikuwa anaitwa nani? Huyo mwingine mlikuwa mnamuita nani? Julia. Julia na huyu wote badala ya kuhubiri walienda kulimana. Wakalimana. Huyu ako na kanisa yake padi, na huyu ako na members wake, na huyu ako na members wake, na huyu ako na members wake. Wakalimana. Sasa nikashindwa, hii hata sijafungua branch, ni kanisa, ni fellowship ya Wednesday, ya Thursday. Na mumeanza kulimana. Na kanisa tukifungua je? Bwana asifiwe sana. Nikaambia sasa pumzikeni kidogo. Tujenge kanisa. Kanisa tuko karibu, tumeanza katika ile ya chini. We are coming up very slowly but gradually. By the end of March we'll be having a church in Bethel. It doesn't matter the challenges, but the end of March we'll be having a church. And some of you pastors, mnasema ni pastors, yes, pastors, apostles, evangelists ambao mko hapa, prepare to go there. Hello, Alice, prepare. Wende utaongoza kikosi ya kwenda Thika. Umenielewa? Yes. Ukiwa na Margaret. Prepare to go to Thika. March, towards the end of March tutafungua. Tutafanya crusade huko. Sasa Wairimo tumeona na yeye tutengeneze mkutano. Kuna watu ambao wamekuwa wakimuona online, tuko wengine ni wapi na wengine Kameme. Wakamuuliza kama anaweza kukuja awazungumzie venye mnaonaga na kujaga, na wazungumzia venye nilikuwa kwa Mugeke, venye nilifanya Mugeke ilikuwa nini, ilianza ikakuwa nini, tulifanya vituko gani. Na ndio unaonaga na wabiaga sisi tulikuwa watu wabaya. Mimi nilikuwa kingei kimutu kipaya. Naonanga kuna tumama tuwili tunakuwa huko, kingine kako huko Sweden na kingine kako Okirani. Kako na imiki ya Dora ndio kapata mileage. Kana miki. Sasa akasikiliza maneno, naenda kwa Jeremy, naongea kwa Jeremy, hakataki kusikiliza, kamiona tu Dora. Jioni ni topic. Kuna tumama kama utuo. Hapo mimi najua mpaka kile kazi kanafanya Sweden. Kako kwa Broadway. Kana kuaga na maubu hapo. Ile challenge ya kukosa mwanaume mpaka ukafikiria ukuwe na dogo kama mwanaume inaleta hasira kwa binadamu yote ambaye mko na yeye. But anyway, God will forgive. Wairimu, nataka waambie watu, kuna watu wanakusikiliza kule nje. Praise God again. First of all, say thank you so much for your support. For those who are subscribed to my YouTube channel. Kizungu. Wanasema niongee Kizungu. Nilikuwa nafikiria wachai wajui Kizungu. Kwa tumeenda shule. Thank you. And for the people who are here for, not here, like
They are coming from outside the country. You're welcome. We have visitors who are coming from Germany and UK. Thank you so much. I would like to invite you on Saturday. Kujeni, let's know what is affecting our marriages, what is affecting our kids, and what is also affecting our businesses. Also, subscribe to my YouTube channel, Mo Chronicles. Na wenye walini support nikiwa Kameme FM. Thank you so much. Thank you. Sasa program inaanza saa ngapi? Sana. Naona hapa wasome tu elezi. The topic of that day, it's on 17. It's unmasking secrets of witchcraft and breaking the yoke. Guest speaker, we have our apostle and me. We have a coordinator, MC, that is Pastor Maggie. We have a data clerk, who is Esther Wamboy. We have a lead worshiper in the morning, who is Brian. From 10 a.m. to 11 a.m. it's a regular time and registration. From 11 a.m. to 11:30 it's praise and worship by Brian. 11:30 to 12:30 I'll be talking. From 12:30 to 1 p.m. we'll have question and answers. From 1 p.m. to 2 p.m. we'll have our apostle. And from there we'll have worship by Beatrice, and then from 2 p.m. to 2:45 p.m. we'll have refreshments, and then guests are going to live their own pleasure. You are most Thank you. welcome. Simpigie makofi. Yani in another words anataka kutuambia unmasking the secrets of witchcraft and breaking the yoke. Yani anataka kukuambia in another word kwa ufupi tu badala ya kisugumiki na ile kisugu ya huko. Anataka kukuambia venye alikuwa naroga watu na venye utajirogora. Simple. Si ndio unmasking? Because anataka kukuambia hivi ndivyo kulikuwa na waroga na hivi ndivyo mnafaa kujirogora. Hivyo tu. Sasa ukuje ufundishwe, maana wengi hapa mimi hiyo kitu anasema alikuwa naweka kwa huko nini? Hiyo kanyama. Mimi nimekula mara nyingi sana. Nimekula. Kama wewe hujakula, mwanaume uko hapa hujakula, basi hakuna kitu ya dunia unajua. Hakuna. Ukana heni ya ndoto tulikuwa na ile video ni mugoda murumo ni. Mugoda wa mahiga na kora kaire tutakara kanini ugonega ratu alibia Mercedes ukaliga Mercedes yo mu kabikoka kitako. Na ile daliketo. Waka kaire tugarasho muka gari ni ukaliga go karegia ya gari ya konoka ya somo kogurabi todo kaire tukaiga nogo ratu alibia gakari kiga nogo ithene kanyamuga kamara gaje mugo kimuduma gakira wabia ya account ni anakuitisha milioni 1 unamuuliza si ningekupatia 1.5 1 milioni itatosa na sasa hiyo siana yake sio the same si watoto wote wa huyo mzee wako nyumbani school fees rent wamefukuzwa wamepatiwa notice watoke kwa nyumba hata jiko imepewa wanapika na jiko ya makaa huko nje kwa sababu hata oven ilienda na nini kingine fridge ilienda nini kingine ilienda kwa sababu ya rent alias. Lakini mwanaume hakiwezi kusaidia familia. Si kupenda kwake. Wanawake, ukiona mwanaume ndio huyo ameenda na ameanza kwenda, unamuitisha pesa ya raje na kuuliza kama mimi nachunaga kwa mti juu ama nikwenda uchibe mali na chibaga. Don't try to abuse this man. He is not alone. He is not alone. Mimi nilikuwa mbaya. Niko na pesa kwa buti ya gari, nilikuwa nabeba pesa kwa buti si kwa nguo, kwa buti ya gari. 2 million 3 million. Na itishwe na muuliza si kwenda ukachibe mali na chibaga. Na ananitisha pesa ya kununulia mtoto dawa. Si ya yeye hata kununua nguo yake, ya kununulia mtoto dawa. Na mimi naona kimakamasi ya mtoto mmoja iko hapa, ingine iko hapa kwa sababu ana shida hivi, hii imekuwa ni kama rami imewekwa. Na mwambie Edo kachune, Edo kakote penye na kutaka pesa. Nani mtoto yangu? Sioni hata kidogo.
Muita huku atakataka wewe mara hii. Utali hakili. Sasa hiyo, hello. Babe, like hanini. Neguye haira. Nani mke wako naita ubwa? Watoto wako naita viubwa. Watoto umezaa. Na nini ni kama hini tu. Kadogo kametosha na hivi. Kalilazishwa kwenye injini. Kuisha wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kazi wa elimu amefanya sana. Ako na experience. Hata akikuja huko Thika alikuwa amenikujia. Alikuwa ametumwa na mabishop fulani. Akuja anipeleke aniwekee nikule. Ndio wafuge hii kanisa imepiganwa nayo na watu dunia mzima. Niliona hako kama mama kanasema ati niwachane na kanisa niende wapi? Kwa siasa. So why are you interested me in politics, not in church? Will politics take me to heaven if I'm not? Yes, sijaokoka, siko mzuri, sina tiketi ya biguni, sina kiti huko biguni, sijajengewa kanyumba biguni. Why can't you wish me at least hata nijengewa kadhono hapo biguni? Unaniambia niende kwa politics nikafanya nini? Mtu kama ni mchawi wamelipa. Let me tell you something. Kumeachiliwa watu ambao LGBTQ. Wameachilia watu wao. They have been funded. YouTube zimefunguliwa. Ukiongea baya si TB Joshua yake ilifungwa kwa sababu aliongelea mambo ya LGBTQ. Wakaenda wakafungwa because they own these things. Sasa tumama tuwili ni tu LGBTQ. Kamoja kalikujaga hapa na kakaniambia kametumwa na Mungu ati ndio kabibi kagu. Na hii madhabahu itasimama. Aka unaona kako na sura kama ya paka hivi. Kakisema ati kametumwa na Mungu kayarajareiria. Arajira kigogona giki gikwenda mundu murugamu na mundu murumu. Sasa akakuja kaniambia ati kwa Bishop Waruinge hakuna Mungu huko. Na mimi nikamuuliza basi hata hapa hakuna Mungu. Maana Bishop Waruinge ndio baba yako. Kwa hivyo you are in the wrong place. Ati hapana, wewe ni munabii wa kahinda gaka. Niwe wamuritwo nigetha uliparate bururi uyu no cenjie thino ngima. Nikakimwambia basi tutarudi huko kwa Bishop. Ndio kwa sababu of course ndiye atanishikanisha. Simuliona alikuja hapa akaniambia sasa nimekupatia ruhusa. Of course ni yeye. Ni yeye. Kwa hivyo lazima tuende kwake ndio hata au kuweke tiki. Yeye ndigeli kwa mudotoshi. Hiyo ni kama. Gekemwero nani ere? De mwana wake. Wako ya ni kama ali. Dikire kayo. Ati acha ukwenda ume na kiwakona ini keu niko kwenye kuria ukuheo pesa nyingi na pesa ukuhujia thengima emake. Tuachie hiyo hapo. Bloodline power. Sema bloodline power. Tulikuwa kwenye bloodline patterns, tukaingia kwenye bloodline effects. Sasa tuko kwenye bloodline power na ndio tunamalizia hapo. Ndio tuingie topic nyingine inaitagwa ya forgiveness. Sema forgiveness. Kwa sababu nimeona the greatest problem we have, more especially in a church like this one, it is that we don't have forgiveness. Tuko na chuki, tunadharauliana, tunaangaliana wapi, tupendani, tunadugana kisu, tunafanyana hivi. Hiyo maneno yote tutaiangalia kwenye forgiveness after we have looked at this bloodline, because it is the bloodline that we are in that has caused us to have these challenges ambazo tuko nazo nyingi sana. Hii shida mingi tuko nayo ni bloodline. Uko na matatizo kwenu, unafikiria ni wewe, kumbe ni baba yako. Na unafikiria ni baba yako, kumbe ni guka. Unafikiria ni guka, kumbe ni guka wa guka. Unasikia Musa alikosa kwenda Kanaani kwa nini? Musa alikosa Kanaani sio kwa sababu alikuwa mbaya. This man was speaking to God mundu kumundu. Alikuwa naenda anaambiwa na Mungu toa viatu. Anaenda kuchuga ng'ombe, moto inawaka. Anaambiwa karibia moto, kukaribia moto. Anasikia huyu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu alikuwa anapanda kwenye mlima kule, anaongea na Mungu. Sasa unataka kuniambia Mungu alidrop hiyo tablet?
aliachiliwa ikakuja akaishika idaka kama mpira. Hapana. Mungu alikuja akamwambia Muthai karaha hatwali leo. Kaa hapa. Akakaa hapo. Akaambiwa hii ndio maagano yangu. Pelekea watu wangu. He was communicating and he was seeing God. Hata kama alikuwa naona moto, hata kama alikuwa naona mwaga, that is how God looks like. And that is what has happening to Moses. But despite Moses having an exclusive contact with God, he still failed because of the bloodline. He still failed it. Hakuenda Kanani. Alifikishwa kwenye mlima, akaambiwa Kanani ni area. Ile ndio Kanani. Lakini hautakanyaga huko. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu imemkamata, hasira. Na hii hasira ilitoka kwa Yakobo. Huko bali kabisa Yakobo wakati alikuwa anabariki watoto na laani. Akamwambia wewe, akamwambia Juda, katika dunia hii mamlaka ya ufalme itakuwa kwenye mabega yako. Naye akamwambia Simon na Levi, mlikatakata ng'ombe. Hii ndio itakuja kufanyika. Maana Yakobo aliita watoto wake akawaambia kujeni niwaambie siku za nyuma zenye zitakuwa. So kizazi cha Lewi ambacho nicho Musa utakifuatilia vizuri, utaona ni hasira tupu. Hasira na hakuna reason. Sasa unaagusha kitu umepatiwa na Mungu. Badala uende waambie Mungu ati hawa watu wameniletea shida, unafanya namna gani? Yeye mwenyewe na ameongea na Mungu, na anajua nguvu ya Mungu, na anajua uwezo wa Mungu, na ameona Mungu, lakini hasira ikamweka chini. Muulize mwenzako kama unakuwa na hasira. Amekwambiaje? Amekwambiaje? Anakuaga nayo? Mwambie si yako. Mwambie haijatoka kwako. Enda ifuatilie iko kwa baba yako na mama yako. Enda ifuatilie iko kwa shosho. Enda ifuatilie iko kwa guka. Enda ifuatilie uko nyuma. Na utajipata huko nyuma. Utapata wewe hasira ambayo iko ndani yako iko na miaka 300. Alafu niambie unakuja siku moja hapa, uwekelewe mikono, hasira ya kitu miaka 300 iondoke. Haiwezi kuondoka. Bado itasimama. Na ndio naambia Wakristo wa hii nyumba, nyinyi wa hii nyumba, wale ambao mnanipenda, mnanifuata, muondoke kwenye ile Ukristo ya 100%. Teremkeni kwa hapa kwangu penye niko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mutoke hiyo mforfeit 99 ama 96, yote muachie Mungu, mchukue 5%, 6%. Ndio muambie Mungu sasa, mimi hii mambo siwezi. Mimi siwezi. Hakika myself Waruinge. Mimi siwezi nikiwa hivyo, siwezi kutoboa. Bila God, bila Mungu siwezi. Maana namuhitaji kwa kila step, every move I'm making. When I discovered ile spirit ya Mogeke ilikuwa ndani yangu, si ya miaka 2, ilikuwa ya miaka 700. Nilifuatilia nikafuatilia. Baka yule gukari yansisha kabisa. Wacha huyu Waruinge. Ukirudi nyuma kabisa. The spirit ya bai ilikuwa ndani yangu ni ya miaka gapi? 700. Ndio naonanga saa ngine kegunyo ile inakuwa kwa kichwa ikiwaka na libukaga mara moja. Kwa sababu ni ile bado iko inaniambiaga bado hatujaondoka sisi wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijikuta unasekenya watu, si wewe unasekenya, msekenyaji ni shosho wako. Ndivyo alikuwa. Ukikuta unajua kuduka watu visu, si wewe, ni uka wako na anti na wengine huko. Ndio ujichunguze, utaona uko ndani yako kabisa. Na utakuta hiyo masekenyo ni ya miaka 300. Sasa unakuja unasema hutia aliyokigo kemwe. Sasa naokia kigo kemwe. Na msekenyaji ako ndani miaka 300. Kigo kemwe itamtoa. Kigo kemwe haiwezi kumtoa, lazima ndikuegie kwa kirasi kama hii. Tufundishane, tuchibuane. Nikwambia bloodline, nikwambia ancestral spirit, nikwambia maneno. Kati ya hiyo utajipata. Ukipata bearing ndio utajua tutapitia hapa. Deliverance imeanza. Lakini ati aliyokigo kemwe kiliku. Kigana na miaka 300 tu. Shosho yako na miaka na mikaka. The blood that is in you is a blood of killing. Kuna watu ndani yao kama Musa. The blood was a blood of killing. Wakati waliua, ungulia ng'ombe wakikatakata. Lewi na Simon walikuwa watu wa vituko mingi sana. Kumbuka Musa na yeye amelelewa si kwao, amelelewa kwa familia nyingine. Hakuwa na attachment ya family hata kidogo. Hakuna hata siku moja alikuwa na attachment ya familia yao. Familia walimpeleka kwa kamuto wakamwacha huko na wakaenda.
Familia ya ni Farao ama ni Herode? Watoto, ni Farao ama ni Farao? Acha nataka nifundishe vizuri ndio muelewe. Ni Farao. Msichana wa Farao akaenda akakuta kitoto na akapeleka kwao. Kikalelewa huko. Hakuna mahali aligusana na familia. Tuseme ati anileta papa wao, anileta shosho wao, anileta aunti. Hakuna mahali aligusana na familia. Lakini wakati wa kutenda vitendo za familia yao, wakati ilifika alinyoga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauhitaji kukua kwenu Murang'a ndio ufanye hiyo maneno. Hata ukiwa Okirad utakuwa tu prostitute. Kama ulikuwa umezaliwa kama prostitute, utakuwa prostitute. Hata uende Sweden, hata uende wapi, kama damu yenu mpango mali inakujagia. Maana kuna familia wanaasaka wakiwa na 40, kuna familia inaasaka ikiwa na 30, kuna familia inaasaka ikiwa na 20, kuna bahali familia inalipukiaga. Hata uende kwa mwezi huko, miaka hiyo ikifika kitu inaruka. Ndio unashaka unashidwa. Huyo mwile tunaniwala ali muhono kule alikuwa miokoka. Yani akiwa praise and worship kalikuwa kanaipa mpaka unaona watu wanaanguka peke yake. Lakini amefika 40, mama msichana amebadilika. Unaenda kumwambia mambo ya Yesu na kuuliza what is that? Who is that? Katali na kianga kiega. Unamkuta sasa ametoboa huko, ametoboa huko, ametoa guo, amekata t-shirt yake, imefika hapa. Yes, na kaguo kingine kamekaa hivi. Upepo ikikuja hivi, anakuwa parachute. Na ukiuliza vizuri unauliza, si huyu ndio kale kalikuwa kanaimba mpaka watu wanaanguka? Si kale ndio pastor alikuwa anaambia simama hapa, mpaka unaona kameanza kuenda hivi, kakienda hivi watu wanao wanaweza kwenda hivi. Watu wanaenda hivi. Haka noko sio kupenda kwake. Na hata kama ataobewa na nani, akose kuelewa muzizi ya hii maneno, hakuna kitu mtamfanya. Mtamuacha tu hivi. Mtaenda hizo mapepo za generational zinajua kutulia. Inakula jalo, mkipita inaamuka tena inaanza safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa ni kwa nini unajipataga. Kwa sababu kuna wanaume wengine kama mimi, kabla sijaanza kutolewa hiyo bego pole na bishop wangu, kwa sababu nilienda nikamwekelea kwa meza, nikamwambia mimi wakati nilitairi, immediately nilitairi, nilijikuta after kutoka, nilijikuta nikifanya masturbation immediately baada ya mimi kutoka kutairi. The next month, 3 months hivi nilianza masturbation. Naye mtoto wangu wakati alitairi tu 3 months nikamkuta na masturbation. Niliitwa shule. Headmaster akaniambia kuja mtoto wako na maneno hapa. Nikaenda akaniambia, headmaster nilimwambia sasa wewe unipatie mtoto tuende naye. Mimi hata sikuongea. Nilisikia machozi miaguka, nikajua huyu si huyu mtoto, ni mimi. I am the cause. Nikajua hapa kuna shida. Because exactly the 3 months ile nilifanya, nikakuja nikatugusa, nikapata my brother exactly 3 months alifanya. Nikakuta my brother huyo mwingine exactly 3 months nikafanya. Sasa hapo kugine sikutaka kusema, sababu nikisema tukigusa mtu, huyo mtu akianza kusema tumeanza kuona kumsegenya. Unajua akianza kutoa maneno mengine tutaraniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilichukua kijana yangu tukaenda mpaka hapa kwa Bishop Harrison. Nikamwambia huyu mtu ako na maneno yaliyo sawa na mimi. Tukamwelezea, akaniambia hata siobei kijana, wewe nitaobea, wewe ndio uko na hiyo pepo. Akaniobea. Badala ya kijana aguka, mimi ndio nilifanya nini? Nilianguka chini. Kumbe ni mimi nilihitaji deliverance, si mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hapa mko hapa, si nyinyi mnahitaji deliverance, ni mama yako, ni shosho yako. Lakini kwa sababu hayuko, tutakufanya deliverance. Lazima ukae chini tuchibue. Tuchibe mpaka tujue ni wapi hii kitu ilianzia. Huyo Wairimu nilichuka, nilikuja nikamkalisha chini nikamwambia hebu niambie story yako. Akaniambia mama yake ako hapa Dadora. Akaniambia story yake, nikajua na shosho. Akaniambia mmetoka wapi hasa?
Kube akaniambia familia moja iko Kenya na familia moja iko wapi? Tanzania. Akaniambia shosho, ni shosho anaitwa Makufuri, wa Makufuri. Ni shosho anaitwa wa Makufuri. Nikamuuliza kwa nini shosho anaitwa wa Makufuri? Akaniambia yule Magufuli wa Tanzania ni familia yetu. Na nikamuuliza ulikuwa unaendanga kuchukua uchawi wapi? Akaniambia nilikuwa naenda kuchukua Tanzania. You see, it finds its home. Uchawi ama kitu yoyote ambayo oriented by blood, it takes you, itakuta imekupeleka mpaka kwao. The origin. Huyu msichana alijipata Tanzania, alianzia Isiri akapokezewa mwingine akampokezea na Maga, akajikuta Arusha, akajikuta Dar es Salaam. Kwenda kule Dar es Salaam tulipochunguza tukapata niyo kilani ya kina Magufuli. Lakini kama mtoto kamezaliwa wapi? Ile kitu inakuvuta because it is in the blood. It is in the family. It is in the system. It brings you back. Utaenda Amerika saa hii, uende Seattle, lakini ukifika Seattle, utatoka hapa ukiwa Mkristo, ukifika Seattle unabadilika. Unapelekwa California. California unaenda kukutana nini? Na muganga. Na hiyo muganga ukikuta ile maneno anafanya, ni ile muganga wa kwenu, mshosho wenu alikuwa ameleta kwenu. Ndio the same. Kumbe hii kitu, it knows how to locate itself. Inajitafuta na inatafutana, mpaka inakupeleka mahali kuna pastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka Yesu ametoka kwenye clan ya nani? Ya Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapada uangalia Juda alianza on a fault note. Akaoa mwanamke, akazaa watoto watatu. Mtoto wa kwanza akaoa, akakufa. Mtoto wa pili ikakuja, ndio huyo akaoa, akabiwa oa mtoto huyu, msichana huyu ambaye alikuwa ameolewa na brother yako, mchukue uzalie brother yako. Because Judah was looking for the word of the father. Judah ile kitu alikuwa anatafuta, it is the fulfillment of the word of the father that your generation will bring forth kings. Naye kumbe system ambayo iko ndani ya familia, nayo ilikuwa inatafuta who is going to project prostitution. Umesikia? Judah anatafuta maneno ya baba yake itimie. Nayo system kegogona ile iko ndani ya familia inatafuta who is to carry forward. Nani aliwin? Ni Judah aliwin ama ni kigogona kiliwin? Kigogona diliwin. Despite powerful word from Jacob, despite prophetic word from Jacob, kigogona ya usherati ndio iliwin. Na ilianziwa na nani? Abrahamu. Kwa sababu ya Abraham naye alitoka kwa baba yake, alikuwa mganga na alikuwa mchawi, was an idol worshiper, alikuwa anaitwa Tera. Abraham akaambiwa oa mwanamke, akaoa Sara. Akaambiwa ngoja nitakupatia mtoto, wakaogoja. Baka bibi akagalia mutheni agieki. Imagine Agnes. Hakinyete ni ukwira muthuri waku ndugethina kairetu gaka. Ni nini imefika hapo? Eti muthuri waigwirire tha. Benyambe akaika. Mse mawaso. Kaiwanyi milio mwana. Na ndivyo amefanya kazi mzuri. Ndivyo ameteta na amefanya na kakao katika ulimwengu wa kufanya kazi ya Mungu. Musa, Abraham kila wakati kaiwanyi milio mwana. Miaka anaangalia naona imefika na 8. Kaiwanyi milio mwana. Paka bibi ikafika. Imagine bibi yako akikupatia ruhusa karo na uheane ruhusa. Mwetheto ni ukigie kile muno hari. Ukioya kairetu gaka nali mugiciare. Because aliona sasa Musa amehangaika. Lakini ni nini? Ni madhabahu, si Sara. Madhabahu ikaingia ndani ya Sara, ikabia Musa aanze kufanya usherati. Ndio hii kitu iendelee. Maana ametoka kwa baba Tera, mwenye alikuwa mtu ambaye ni wa kuabudu sanamu na hizo maneno. Madhabahu ikaingia ndani ya mama. Maana madhabahu inaigiaga mahali palipo na urahisi wa kutenda hii maneno. Palipo na urahisi. Na ule urahisi ulipatikana kwa nani? Kwa mama Sara. Akapatiwa roho ya huruma, akahurumia bwana yake. Naye bwana akasikia maneno ya mama. Akajua okay, yes. Akabia kasichana kuja. Mama amesema. Mama kiugari ukile na dhina.
wewe ni unataka kuenda dhina tadiomori. Madam akasema hapana, si vizuri. Najua kalikuwa kama Egyptian, na Egyptian walikuwa wanapenda sheria sana. Akasema hapana, haiwezekani. Mama atauliza. Dadiomori ende muulize. Mama akamwambia ni mimi nimetoa amri, endeni mnisafutie mtoto mniletee. Hello, nedeni mnitafutie mtoto mniletee. Musa na kaenda na akasikia venye alisikia na akaleta mtoto. Lakini immediately mtoto, because this was a seed of discord. A seed of discord. A seed that was to bring disunity. A seed that was to bring hatred. A seed that was to bring the downfall of the destiny of this man. Because all that the altars, the blood is natafuta. How will we destroy this man? How will we bring down this man? How will we bring down this generation? And this generation, man, Abraham, he had the promise of God that he will produce a child that will multiply the generation in this world. So, kasichana kanaitwa Hagai kalikuwa planted up by this altar. Dio kakuja kaharibu the process ya Mungu ndani ya Abraham. So things are strategically planted when it comes to the bloodline authorities that operate in you. Things are strategically planted. Wanaume watakuja, strategically planted. Wanawake watakuja, strategically planted. Kanisa kama hili litakuja, strategically planted. Biashara italetwa, strategically planted. Things that will cause you to deviate, unaondoka katika mpango ya Mungu. Una profesa hiyo tambia utapata mwanamke mzuri, mrembo, ambaye atasimama na madhabahu. Kuna kuja kimwanamke hapa kinaanza kuprofesa. Na kinaanza kuhurutuka. Kwa shetani anajua ile mipango na anajua line ya blessing itatokea wapi. Itatokea kwenye hiyo line. Kutakuja kimutu kwa hiyo line. Sasa ukiangalia na unatafuta mtu ambaye atakuwa hapa kwenye madhabahu hii. Unaona ni huyu. Huyu ndiye amejazwa na roho. Kumbe si roho ya Mungu. Amejazwa na roho ya paka. Kwa sababu wamemplan, wamemweka hapo strategically to be able aingie katikati, avunje hiyo code ndio wewe usifike kwenye destiny yako. The whole agenda is to make sure you don't go to their destiny. That is why it is very important for you to do research. Niliwaambia mnafanya nini? Mnafanya research, mnachunguza kabisa. Take your time. Apia Agnes nakupenda. Alafu sasa withdraw kidogo, fuatilia Agnes. Umchunguze paka kwa maini yake. Ujue maini yake ni ya O negative and ya O positive. Damu yake chunguza. Eda kwao chunguza misisi ya kwao. Then kama Mungu anakukonfirmia ni yeye, basi anza kuvuja hiyo madhabahu pole pole. Mwambie kuja tushikane mikono. Mutolee mpaka sacrifices. Eda kwa mlima. You don't need to even tell them. Go kwa mlima mvujie madhabahu. Maana hajui ndio aanze kuvuguka, aanze kujiona, ndio mambo yake yaanze kuwa mzuri. Because kuna watu wengine kama mimi, mama yangu ndiye alinitolea dhabihu. Mama yangu alienda kwa wanabii wote akijaribu kunitoa huko. Akajaribu yake yote. Akajaribu akatoa. Mpaka ndio alikutana na bishop. Ndio nikaanza kufunguka. Lakini mpaka saa hii sijafunguka kamili. I'm not okay. So if you are looking for a man in my name, utapata shida kidogo. Utapata shida. Kwa sababu nitakusubua tu. Sababu kale kabego kajaenda kabisa, lakini kanaendelea kuisha. Ninakahisi kanaendelea kufanya nini? Maana Abraham mpaka saa hii ile bego alipanda iko ama iko? Ile Abraham ndego alipanda si iko? Si hiyo Ismaili yako? Ismaili ametuhangaisha ama hajatuhangaisha? Yako. Lakini bado Ibrahim aliambiwa you are the father to generations. All what Ismail wanted to come is to destroy the fatherhood of the generation. That word that God prophesied to Abraham. That you are the father to the generation. That was the intention. Lakini once you overcome the intention, once you overcome the plan of the devil, they will leave you with that. They create another loophole. So it is a journey until you die. This journey will never fail to have a fresh test. Ukiruka mtihani huu, watakuingiza kwa mtihani mwingine. Ukiruka kwa hiki, utarushwa kwa ingine. Kama wewe ni mtu wa hasira, you will be tested in the line ya hasira. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mimi tukiwa huko City Stadium nilikuwa mtu wa hasira mingi sana, maana umogeke bado ndio ilikuwa fresh. Sasa Mungu alifanya nini? Aliniletea wanawake ambao wanajua kurusha hasira kwangu. Wanarusha bego ya hasira. Asubuhi unarushiwa, jioni unarushiwa, jioni unarushiwa, unakuja unalipuka, unatulia, unalipuka, Mungu anakuchukulia, anavurutaka kasturu pale kukuangalia kama umecheji. Anakurushia naze kenodo. Naze kenodo anakuja anakurusha bomu kingine. Bako nasikia kulia. Unasema hiyo mjika ataniona, takataka hiyo shaitani. Mwanamke huyo ni akumenye. Mungu anajua bado hajakamilika, hajaiva vizuri. Anaondoa nazi, analeta yule mama. Na yule mama anakuja na kiskado mpaka watu wakisikiliza hivi wanaona hii ni kweli. Sikado. Wanaona sikado hii ni kweli. Alafu inakuja inakuangukiaga kwa uso wakati unataka kufanya jambo fulani. Ndio inakuja inasimamisha, na ni mpango ulikuwa na deal. Unajua hii ni kikoka hii deal, lifetime yangu imechange. Hiyo skado inakuja inakugoga mpaka unakaa chini, unakuwa na hasira, unatuma vijana wanaenda tukadiscipline yule mama, kwa sababu bado roho ya mugeke, na ndio Mungu alikuwa anataka kuangalia hiyo roho imetoka ama haijatoka. Unaambia vijana Daudi, ule mama unamwona yule, apatiwe kichapo cha umbwa ndio ajue sisi ni nani. Alafu sande hiyo ndio nahubiri. Baba anasema wale maadui ambao wanachangana sisi, wale maadui wanaopigana na sisi, mtaenda kujuta, mtachapwa kichapo. Mungu anaenda kuwachapa, lakini si Mungu. Ni mimi nilituma Daudi. Kumbe Mungu naye ananiangalia na ananichungulia. Mama anachapwa, scandal inatokea. There is no perfect crime. There is no perfect. There is no perfect crime. At some point you'll be known it is you. At some point mtajulikana tu. Daudi anashikwa, kunaangaliwa kamessage kamoja Daudi alikaa kuvuta. Kamoja tu kanapatikana kalaini kamoja kanani connect. Kumbe kunajulikana sisi tulinyorosa mama. Kutoka hapo mimi napelekwa Kamiti miaka ingine ngapi? Nikifika Kamiti Mungu anakuja sasa full. Hakujagi nusu. Anakujaga full na anakuweka unabii na anakuwepa mpaka unajua kuponya viwete na unajua kufungua watu macho, unajua kufanya kila kitu ukiwa ndani umefugwa. Sasa ukiwa jela, unakuwa kila mpaka wakubwa wote wa jela wanajua we have a pastor in the prison and they are happy with you ukikaa na wao because you are ministering to them. Baka ile kitu ishe the judgment. Wakati itaisha miaka 7 ndio unaachiliwa. Ukikuja unakuta sasa watu wakikuona wote wanatoroka, wanasema Mudoliani anashokire. Nyoba ni imenyererwo. Na sasa hiyo umetoka na mioto ya kuja kuhubiri. Bana anasema ukule ndani ulikuwa unafanya hivi, watu kiwete unaona mguu inafanya kaka inasimama inaenda. Ukitoka nje hakuna mtu anataka kukuangalia. Sasa ni anashokire. Kai. Ni gwathũka leo. Ukienda kufungua kanisa, Baba anasema watu tumogeukie, tubadilishe maneno yetu, tubadilike, tumfuate. Unahubiri kwa barabara ya junction, hakuna ataubwa inasimama hapo. Lakini Kamete msima ni wewe ilikuwa inasikia. Baka wakubwa wa jela walikuwa nakuja secretary wanakuita kwa ofisi. Uwaope. Lakini toka nje, baka maizi zile za Masai na najua hazitorokagi, inafukusaka hapa inaruka hapa. Zote zinapotea. Unabaki peke yako. Paka ile kitu ambayo iko ndani yako ndio Mungu akutumie iondoke ndio ikie. Wakati Abraham alipata mtoto, alipelekwa kwa mlima. Akaambiwa sasa kuja hapa kwa mlima. Akafika kwa mlima, akaambia give me your son. The only son. The son that you love. Akalia Mungu mwenye anakujaga na kejeli. Nilisema Mungu ni dictator tu mama tugeni tukasema ati nimeongea baya kuhusu Mungu ni dictator ama Mungu kuna can you negotiate with God? Akwenda nifuate mama nikumalize. Akaenda akaambia Jona nenda huko Nineve nikufundisha maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifundishwa ama hakufundishwa? Akaenda Sodom na Gomora akauliza nipatie mtu
Moja peke yake ndio niwache kumaliza. Hakuna. Alimaliza ama kumaliza? God is a dictator. Sema God is a dictator. He has no compromise. He has no negotiation with you. You either surrender or surrender. Hakuna kitu kingine. You either follow him or follow him. Hakuna ati nusu nusu. You either kaa kama yeye ama ukae kama yeye. Yeah, that's the only option God has given you. And then Abraham kutoka hapo amezaa mtoto after all those years. Kisha the same God mwenye alimpatia mtoto ati nitakupatia mtoto mwenye baraka. Nitakupatia kizazi ambayo kitabarikiwa. Nitakupatia mtoto ambaye ni taa, ni mwanga. The same God anakuja. Give me your son. The only son. The son that you love. Nasikia kejeli ya Mungu. Anakuja na kejeli nyingine. Give me your son. The only son. The son that you and give me as a sacrifice. Wanaoneana. Tuongee tu ukweli. Wewe unaweza kupatiana? Wakristo wakwenda mbinguni. Warokole wakwenda mbinguni. Catherine, unaweza patiana? Hapo mpaka ulikuwa ukisikia Mungu daily, mnaongea na Mungu daily, hapo utajifanya si. Atewe gai. Ate gai. Gai. Atewe katia. Wauneka kogoro. Gai. Hapo ndio inakuwa sasa kisugumkuti. Maneno inakuwa mingi. Unapokwenda muuliza ate gai wako. Wani neve. Ate Kariobagi. Mwanyitwa na vigari. Na jana huyo Mungu mlikuwa mnaongea na yeye vizuri, bako namuita my Lord. Oh, nimekusikia my Lord. The same voice. Ndio namuuliza ate Kariobagi. Mumagethei. Kwa sababu amekuitisha that which now will touch your heart. Because God is looking at how prepared are you to serve him. It is a test from God. And this test comes through that which can stop you. Through that which is in your bloodline. Akamuuliza, akamwambia, give me your son. The only son. The son that you love. In you he has two sons. Mwingine hampendi. Lakini akamwambia, the one that you love. Abraham akaambia kijana, etogethie riu tu utikire nodo none akiugari etogethie. Akaambia chukua wafanyikazi wakapi wawili na wakaanza safari. Akaambiwa ni wapi? Uende kwenye mlima Moraya. Huko Moraya ukifika huko kuna mlima, ndani ya hiyo mlima ambao nitakuonyesha. Na hiyo ndio nataka mkue makini sana. Mkue makini, msikuwe kama hako kama mama kanisema kadipeleka title kwa Harrison Nganga atikaenda. Sasa nani alimuitisha? Ni wapi umeona Harrison Nganga ameadvertise leteni mataito? Yeah? Tutatwalia kwa title yako ya fora iroko. Wafora kwa yeye ni konyia tobo. Sio kwenda kuhurifa. Sasa akamwambia uende kwenye mlima katika Mount Moraya. Pale kwenye Mount Moraya hapo juu. Kuna mlima in that mountain. Mount Kenya. Kuna mlima in Mount Kenya. Mahali ninakuaga. Ndipo alimwambia kuna mahali ninakuaga. Kwenye mlima Moraya kuna mahali. Alipofika huko akakaa siku ngapi? 3. Ndio macho yake kafunguka, Mungu akamonyesha mlima ndio ile. Akaenda. Wakati alionyeshwa mlima, akaambia hawa vijana wengine, nyinyi mtabaki hapa, nyinyi vijana wawili. Na Buda mtabaki hapa. Mimi na huyu mtoto, wacha tuende tukafanya dhabihu, tutarudi. Hello. Na anajua anaenda kuchinja mtoto. Anajua huyu mtoto sitarudi naye. Sasa na maswali najiuliza, alikuwa na mpango gani? Alikuwa na pango ya kwenda kuambia hawa wengine mtoto amewachwa wapi? Lakini there is power in what you say. Sisi wacha tuende, tutarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. There is power, always there is power in what you say. Do not ever look down. Ukisema utashindwa, utashindwa. Ukisema utaanguka, utaanguka. Ukisema umemalizwa, utamalizika. There is power in your mouth. He told these 2 boys, let us go. Tunarudi. Neturashoka. Akaenda, lakini yeye ndani yake anajua yeke kihe ni diradeja. Hello. Walipofika kwenye mlima, katika huo mlima
Hapo mahali ndio panaitwa Bethel. Katika huo mlima akaweka kuni, akahakisha. Mtoto akamuuliza, dadi, ninaona kuni, ninaona kisu, tutachinja nini? I say, because there is power in what you say. Hallelujah. There is power in what? What do you say? Akamwambia, God shall provide for himself. Hello? So he said two things that are very powerful in breaking in your deliverance. Two things that can be able to transform you. That there is willingness, there is power in whatever you say. First akamwambia, aliwaambiaje first? Mukae hapa, we are coming back. Wakati mtoto alimuuliza, kuni iko na kisu iko, now where is the goat to slaughter? Akamwambia, God shall provide for himself. Those are the two most important tools to deal with your bloodline. Those two. The power in your mouth and allowing God to do the work. Hallelujah. The power in your mouth and allowing God to do what? His work. He said, we are coming. But inside him he knew he's going to slaughter. And when he reached, he speaks now to the real man. He tells the man, God shall provide for himself. Those are the most important. Ukikuwa na hizo maneno mbili, umeingia automatically into the process ya deliverance. Because you know it is your willingness from your heart to be delivered, and then allow God to reveal himself to what extent you are captured. Bwana Yesu asifiwe sana. You be able to understand to what extent umekamatwa. Maana it's only God knew that this man is not going to be slaughtered. It is only God knew that this man is not the sacrifice. The sacrifice is hidden in the bush. Only God knew. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you let God, wachana na vinyangalika wanasema ati deliverance. No. Only God knows how and when you are going to be fully delivered. God, only God. I'm in the process. That's why I told God, I am not capable. Sina uwezo. Dikihota kweyohorania na magogona mekilo miaka magana mugwaja. Nitaanzia wapi? Niambie sasa. You are 700 years. You are 1000 years old. Uanze kuvuja madhabahu ya 1000 years old. How will you start? Ukwajaku. Utaanza wapi? Hello. Where will you start? There is nothing you can be able to do. But with God, you are capable. When Judah gave birth to his children, the firstborn akakufa kwa sababu ya mwanamke. The same mwanamke akaua the second born. The same mwanamke akalala sasa na Judah mwenyewe. Ni nini ilikuwa inachunguzwa? Nini ilikuwa inapigana nayo? The words of the Father. At in your shoulders you shall produce kings. So huyu mwanamke Mkanani, ni Mkanani ama ni nini? Ni Mkanani. Huyu mwanamke Mkanani aliletwa hapo strategically to make sure Judah hataflete mfalme dunia hii. That was the role of that woman. There are people that are here with a role. There are people in your life that are there with a function, with a role, just to make sure the bloodline system in your life does not work according to how God wants, but works according to how the devil wants. There are people who will come into your life as husbands, as wives, as managers, as people to assist you. They have not come to assist you. They have come to make sure the projection on the bloodline is fulfilled as part of the arrangement of the devil. At the same time, those to rescue you. Imagine Ismael was supposed alikuwa angepumuzikia hapo. Kama ni si alikuwa anatafuta mtoto na amepata mtoto kupitia Hagai, angesimamia hapo na aseme now because God you have refused me to give a baby through Sarah, now I'm contented. Niko sawa. Ismael was just meant to come and kill the dream of Isaac. Ismael, Hagar aliletwa huku akiwa maid. Imagine sasa wewe ni mama na msee nyinyi mnahitaji maid ya nini? Wewe na mudhuriore wako ni mnafatara maid. Ndio tigire wathabia tokobe. Wahiye to irio waiga fridge. Twatoge wamwira hau kahinya kanyamo gaka gatagwo ate. Gaka ugo kagabe swi. Na basi kwe yande ka uswi tui. Omenya ni cia hiyo. Do you need a house girl?
mimi tuko wewe ni bibi yako. Sasa tuko sisi wawili kwa nyumba. Do we need a house girl? Why was Hagar there? Purpose ya Hagar kwenye hiyo familia ilikuwa nini? Hagar was strategically planted there to make sure Isaac does not come. Na bego yake ikakuwa, because venye nimefanya utafiti, huyu mzee alipita hapo once only. Once. Sisikia kirudi hapo tena. Once. Kumbe bego imetengenezwa kule na hii imetengenezwa kule na mipango ya shetani. Mzee kuingia imekamatika. Mpaka sasa kamama kakakuja kanatembea sasa imekaa hivi. Kanauliza Sara. Dateno. Data ya gwale. Akaanza kumunyororia. Akaambiwa kamama nafikiria alikuwa anamuuliza, "Mzee ameingia hapa mara ngapi?" Sasa wewe na mzee ni nani ako na shida? Dateno. Wewe na murume gule. Nien once TV irakana. Nitale matu. O bato niye matu TV irakana. O tolete togete ginya bato ni cia remote ni cia twikagire ciothe. Rabuga ateri we. Dateno. Umaraya. Choka kwanyu thio gathondekwo. That was the sole intention of Hagar into that family, to distort the bloodline system, to make sure that whatever who is brought about, it is not the promised son to bring the generation. They were all meant to bring down the generation of Abraham. Those things that come and happen in your life, they are all meant only to make sure a generation of you does not come up. Just like Abraham, it happened to Judah. Judah, it was prophesied that kings will come from your family. And immediately he got married to a Canaanite woman. Wakashikana, wakazaa watoto. Kumbe, this was the source of the death of the dream of Jacob. This was the source of the death of the dream that had been prophesied, that this man, Judah, will produce kings. Will produce kings. Praise be the name of God. Immediately, the first man got a woman. And instead of giving birth, he died. The second man, akaambiwa sasa, zaa uzalie your brother. Because the sole intention was huyu mama azae mtoto ambaye ameitanishwa na the first son, because according to sheria za huko ama tradition ya huko, mtoto wa kwanza ndiye alikuwa anazaa mtoto mwenye ataitwa king. So hiyo ndio alikuwa anang'ang'ania tu. Ndio kijana ya pili akaambia, wewe kuwa modo, lakini mtoto yule utazaa si yako, ni ya brother yako. Akasema no way. Akashika mama akapeleka bedroom, lakini akamwaga bego chini. Kutoka hapo kijana akakufa. That is why God hates masturbation. Masturbation is meant to kill the dreams that are in you. Zile bego alimwaga chini, aliua mdhamaki. Zile bego alimwaga chini, aliua king, aliua warrior, aliua mfalme. Hiyo bego unamwaga chini unaua. Hata nyinyi wa mama, kwa sababu najua mnafanyaga hiyo kitu. Kana tigwa doito. Wacha jebe iende kalime shaba with its purposes. Don't use a paga to go at the dig. Bwana Yesu asifiwe sana. Use every tool where it's supposed to be. Wacha kuweka ugali kwa kikombe. It is prohibited. Masturbation leads to death. Wale watu wote walifanya masturbation nikiwa mmoja wao. Wilikuwa hiyo roho inakujaga wakati unaenda kufanya kitu ya muhimu sana. Usiku hiyo jana ndio utafanya masturbation. Kesho ukienda ile programu yote ulikuwa umepaka na ilikuwa imekamilika, unaambiwa yule mtu alikuwa kuja sign alikufa jana na accident. That's the power of masturbation. It kills dreams. It destroys everything. And that is why God was not happy. And if you do masturbation, God hates you and he kills you. Huyo kijana wakati alifanya masturbation aliuliwa.
akaondoka. Sasa ukasemekana kuna kingine kadogo, lakini kadogo sana. Mama hakuwa na haja na watoto. Alikuwa na haja na kumaliza the source of this promise, the source of the anointing. Na anointing ilikuwa na Juda. Kwa hivyo amemaliza wa kwanza, akamaliza wa pili. Ni assignment. Kuna watu wamekuja kwa mtorole yako, wako na assignment ya ku make sure you don't succeed. And this is because of the power of the bloodline. Because kuna mahali bloodline yenu imesema you cannot go through. Hata ujaribu, unatengeneza pesa mzuri. Kuna watu wanakuaga matajiri kutoka 25 years mpaka 40 years. Akifika 40, ugonjwa unatokea. Kiugonjwa kinakuja, kinamesa pesa yote. Mwingine anakuja anapata mpaka 40. Kiugonjwa kinatokea. Utakuta boma mzima iko na chronic disease. Kama si TB ni diabetes, kama si diabetes ni pressure, kama si pressure ni ukimwi, kama si ukimwi ni cancer. The entire family. Unakuta huyu anaenda wiki hii hospitali, huyo mwingine anaenda wiki hiyo nyingine. Na wote walikuwa mamilionea in their 30s. But when time for their opening, time for their deliverance, time for their self getting into their destiny wakati ilifika, na inafika kati vote, ndio unasikia mlipuko. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mama wa Juda, wakati kupuka Abraham aligoga kagapi? Glasi moja ya maji. Mtoto akakuja. Naye Juda bibi yake akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibi ya Juda akafanya nini? Akakufa. Mzee akaanza kufanya ile kitu naitaga mourning. Akatoka sasa. Akaenda pale Mungetho. Unajua Mungetho ni wapi? Kuruda kujiotoa hofu, kukimbia kweje kwela pole. Kuzukuka tu na kamba kora yake na tembea tu. Kukatokea kamama ka prostitute kamejifunika uso. Na mzee alikuwa amekaa sana. Najua mzee mwenye amezoea. Ukitaka kwate kanu wake. Iniole menyelete bakire titigawe katia. Sasa mimi wasi wa Kikuyu. Iniole menyelete bakire titiga komieda. Najua huyu Juda ametoka kwa muherega ya prostitutes. Juda alikuwa ametoka kwa muherega ya nani? Akaenda akakutana na prostitute. Kameka strategically position. These people when they come, they strategize themselves in a position that you must need them. Hallelujah. They will come hapa in a position that you must need them. Lazima utaona their need. Lazima. Hata kama the need is there already, hata kama the solution you have, you utafikiria wacha wewe ana hakiri nyingi mno reke tumwekere they are strategically, they strategize, they strategize. Okay. They strategize themselves in a position hawezi kuepuka kuwatumia. Kama makalienda na walichua kabisa, na ile roho ya kumaliza ikaruka kutoka kwa kamama ikaruka kwa Juda mwenyewe. Juda mwili ikaanza kusikia joto. Kimwili kija kuwa kiudu. Yeniwe kiudu niwe kunywa gathigara, niwe kunywa tumai, ni unyotire muno. Ogithia gogo orira kuhiriria hare mundu mukocio ari no guriwa kunyota tumai. Orira dio kuhiriria hari strategically power na power zinavurutana. Ile power ya huko na power ya huko zinakuvuruta. Unasikia sasa wakati unakaribia mali mama yuko na hayo unasikia mwili inaanza kupata vitaleza. Alipofika huko magnet ya north na ya south zikaanza kuvurutana. Mzee akaenda kaona mumaraya for the first time. Hakuna, ukisoma hiyo chapter yote, hakuna hiyo area haijapatikana maraya mwingine. Lakini all of a sudden, na mzee hakuwa na maraya karibu na yeye, akaona maraya na akasema akaniko hiyo area. Akaenda kwa mama mwega. Koneko kwanye. Kwenda tendo drano na etayo. Sina jawaze, kitu kutoka hapo.
Yani unasikia maneno haitoki sana, inakwamilia na huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mama kalikuwa tayari, already, kwa sababu ni magnet hii na hizi zimeanza na zilikuwa zimesetiwa because of this purpose, to kill a dream. Kama mama kakamwambia mimi sijakataa, kakule geka. Ona kwa ni adogatido kile maodo masimbaige. I was ready. I was willing. And I was ready for you. No, I can see you are old man. Na nyetaka modo aihede tali yako. Kumbe ni yule bibi ya watoto wake wawili. Na amejifunika na amebadilisha sura na sauti because they are strategically positioned for that work. That only work of that day. Angalia sasa mzee, kumbuka Abraham kamoja. Huyu mzee naye akachukua akaambia mama twende. Mama akamwambia utanilipa na nini? Akamwambia mimi sina kitu lakini uliko na buzi. Sasa akamwambia basi wewe fanya hivi. Wewe ni negera mukire. Alafu tushoke twalia hau hagi. Akamwambia basi tukinde gere kedo nyiterere. Nigetho nyukale haburi. Mzee kumbe alikuwa na bakora mkwaje. Nakia ngani tiete ile sele gwadia. Mzee alikuwa todo ginya girithisia magoro ni cia thiri. Mama akamwambia nipatie hibu kwaju. Akampatia. Wekenyite. Akamwambia hata hiyo pete umevaa nipatie. Akamtolea arakemenya naona ihenya na ihenya. Wakati hii kitu inakuja, it is destabilizes your mind. You only come to regret later what you did. This is a very powerful thing. Kai, it is a goddess. Where? You only come to realize what mistake have you done. You start crying alone. How powerful it is. You cannot be able to kujiodoa. Wewe ni faulu ogire. You run away. You run away. Hii haina maombi. Hapana, itakukamata hata kama wewe ni bishop. Mbona mkisikia bishop alikamatwa, wacha kumpiga. Wacha kunipiga. Ni kushindwa, alishindwa kujinasua kwenye hiyo position. Hii kitu haina maombi. Haina ati tunakuombea ati hiyo kitu hiyo roho itoke. Haina, ni wewe uopewe upate nguvu ya mguu ya kutoroka. Mzee akakuja, akaambiwa lete mkwajo, lete nini, wakaingira na hau kwa maigoya. Maikire tu maigoya tukire rumu cia kire hau. Kana yeye ando hadiketu ni hali rumu. Kuna mali umesikia kulikuwa na rumu? Hakukuwa na rumu, waliingia kwa maigoya na hapo nyuma. Kama maharaka haraka. Abraham ilikuwa one kwa maigoya tunaweza fanya two touch. Juda naye alifanya one. Akaleta nini? Vifaraka mbili. Yamu kwa jiwe na. Juda naye ilikuwa one touch kwa maikoya. Na mama akamaliza kazi na kaenda. Haumusikii tena. Kutoka hapo Tama haumusikii tena. Amemaliza job. She has accomplished her job. Na ameenda. Wakati mzee mama akiwa huko alikaa tu tumbo ikamako. Juda mwenyewe ndiye aliitana kikao. The man now who is a victim of the strategic pattern ndiye aliita mtukutano. Akasema yule mama naona ni kama pete na kumbe alikuwa amewekwa kwa sababu ya the youngest son. Akaisema yule mwenye anajua ameduga huyu mama miba, tunaenda kumchija na mama anaenda kuchijwa. Na ni Juda anauliza swali gani? Anasema hivi, nao angalia venye destiny umalizwa because of the bloodline. Akaita kikao na vijana barubaru, wakaambiwa kaeni pale na paga ya kuchija. Two victims, mwenye kuduga na mdugu. Mzee akakaa huko nyumba 10, maana ndiye alikuwa mzee wa nyumba 10. Akasema, we Tama, tatuiria tiriri tondu turona tawe muri turi no ete deo
Akasema, mnataka kujua? Nataka kujua. Nani amekupatia ruhusa ya kuongea? Kale tule tumuseto wa kijiji. Akaambia, tafadhali na mwaomba tu munipatie dakika 2 nikimbie kwa nyumba nikuje. Wewe wakafikiria ni kwenda naenda kuhara na kukojoa ndio akuje. Sababu wanajua wazazi lazima watatija. Mama alikimbia, kumbe hivyo kwaje ilifungwa msuri na ikawekwa for the right time of killing the destiny. Pete nayo iliwekwa ikakuja vizuri for the right time of killing the destiny. Mama akakimbia, akaleta mkwajo na akaleta pete. Akasimama mbele ya jaji mkuu Juda. Akafungua mkwajo, na watu wanajua Juda, mkwajo wa Juda, kila mtu alikuwa anajua. Akafungua akasema, mwenye hii pete mnaijua? Mwenye hii pete. Juda ameisha majaisha? Ameisha. Na kutoka hapo maisha ya Juda ikaenda. Mama alikupatikana mimba gapi? Na ukumbuke ni 1 touch. Abraham ni 1 touch. Ya 1 touch. Hallelujah. Watu wengi mlipoteza masomo yenu kwa sababu ya 1. Watu wengi mlipoteza appointment ya kibarua kwa sababu ya 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee Juda akasema, nimeona kweli ni mimi nimekosa. Mimi nastahili kukufa. Has the dream been killed? Has the dream been killed? It died. He was to bring forth a king immediately. The word was prophesied. Sasa wacha nikuambie, how many generations passed for this thing to change? Tufungue Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Tuangalie genealogy of Jesus Christ. Inasema namna gani? The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob, and Jacob was the father of Judah and his brother. Tuko hapo? And his brothers, and Judah the father of Judah the father of. Are we there? Can somebody help us for the screen? Is it possible? Matthew 1, because I want us all to read. They want how they destroy you and for how long you're going to be destroyed. Are we there, Baba? The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat son, Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. Sasa tunataka kuanzia kwa Judah, because that is where the prophetic word started. Judah begot Phares and Zara. Phares and Zara ndio watoto hao walipatikana kwa hiyo 1 touch. Watoto ambao walikuwa nafaa kuzaliwa na sons zake. Sasa yeye ndiye amezaa na mtoto na bibi ya watoto wake. Judas begot Phares and Zara. Sasa tuanze sasa, generation imeanza ya Judah. Sema 1. Mama yao alikuwa anaitwa Tamar. And Phares begot Ezron. And Ezron begot Aram. And Aram begot who? Aminadab. And Aminadab begot Nahashon. And Nahashon begot Salmon. And Solomon begot Boaz. And Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. And Jesse begot 10 generations. That is when a king is found. That is how you lose a game. 10 generations. Then a generation was 150 years. 1 generation. So it has gone 10 generations. How many years to come? 1,500 years. That is when he was able to produce that which was prophesied. So don't if you are not aware of that is what is happening to you,
You maybe have been prophesied to, you are going to become, you are going to be married. Na kumbe wewe kwa sababu umepoteza mwelekeo, you have lost it. Your children, wale mtazaa. Wewe utazaa kitoto uzalie nyumbani, kitoto kyako kizalie nyumbani, kiko kizalie nyumbani, hiko kingine kizalie nyumbani. But remember the prophetic word was yours. Lakini baka generation ya 10 ndio mtoto wa kwanza ataolewa. Tusimame kwa miguu yetu. Osho ni odo ureke ha urendungata cia mwathani. Yeah, so don't ask why you are not getting married. Don't ask why watoto wewe umezaa na watoto wako wamezalia nyumbani. Atashana cia kwa cio gutio no muhiku. Na ni makinyete miaka umwe na miaka 40, ulioke na miaka 45. Mario muci ona matigwa kwenda kuhika, matigwa kwenda kuhika tondu wake. Tondu niguo kwathitwo. Nginya ruciaro rwake. Karia gakenda kuhika ni kaguciaro ra 10. Niko gakarehe kihiko kuu. Maside siri woka sioka gina chopa kureheria thiko icio ciothe kulipiza kisasi ya 10 generation. Ule mtoto ataolewa huko atakuja na chopa. Harusi itafanywa kukata na shoka mpaka Ruto atakuwa Ruto wa siku hiyo, si wa sasa. Bali ni Maruto wengi watakuwa wamekuja wakikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power of the bloodline. That's how powerful it is. If you cannot be able, Jesus himself, because of he was born in a clan, in a process where prostitution was the order of the day. Kumbuka Juda, kamaraya kalifanya nini? Kalimutafuta, kalimupata. Si ndio? Kumbuka Abraham, Haga alitafuta, akapelekewa Abraham. Na Yesu alikuwa anaenda kukunywa maji. Akakutana na mwanamke barubaru kedo kiega kenyoroko akichota maji. Na kutoka siku hiyo mama alimwacha, aliendelea kumunyemelea baka kaenda akatafuta mafuta mzuri, because Jesus himself, the Son of God, was under the control of the power of the blood system in their family, which was characterized by two things. When you have a problem in that line, inakuwa na kitu inaitwa premature death, na inakuwa na kitu inaitwa nini? The spirit of prostitution inakuwa. Kama kwetu tunakuambiaga kwetu kuna hiyo. Maguka yangu na guka. Walikuwa na wanawake wengi. So ukiona nimeanza kufanya miguu hivi, ujue si mimi. I'm weak in that line. Help me to stand. Teuka kwa amesha haria. Help me to stand. Hii siweza ninayo. Digiota. Yako ndo na maitho mada. Apostle kwa aliogo. Tunahitaji msaada. Yesu mwenyewe, because of coming from the family of Judah, he was unable until God came in for him. Huyu mama alikaa hapo na akamwambia maji ndio hii. Yesu akamwambia nisaidia maji. Akamwambia ndio kwa yule dati ambao ujire ulioleta. Because this woman was a prostitute. He knew every man that is coming for sex. So when Jesus was asking for water, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati aliona Yesu amekuwa mgumu zaidi, amekuwa mgumu, mama alienda akatafuta mafuta expensive. Atakuja mhudumu wako atakula mafuta expensive. Alikuwa maskini? Hakuwa maskini, alikuwa amegoga wanaume vizuri mpaka wamempatia pesa. Alienda akanunua mafuta very expensive. Akaambia Yesu, sasa leo ndio gogo. Najua mtumishi tu wa Mungu. Venye kumudia amutinoga muno tonoga muno taiyore no muraumete ninako
Weta kwate. Si Tiro na Sidon. Murakerania na kugwa the microphone. Na ni muranogire. No nyeda appointment rocio. Tuanane todo. Niguiguagirana. Nyona mwathani arajaragiria ajiraga menyore ikika. Kaguteithagiriria rimwe. Yesu akamwambia ndogiuke. Mama akanunua mafuta. Si Yesu alikuwa anavaa nguo kama hii. Hakuwa anavaa trosa, alikuwa anavaa nguo kama hii. Mama alikuwa na nywele mrefu, akaweka nywele mafuta. Akaanza kufanya massage. Sasa you can imagine where this woman was headed to. You can imagine. Mapurani kali. Ya ku make sure you go hit the target. Bwana asifiwe sana. Mapurani kali. Paka Juda akaangalia wakasema asha huko niko hetanile. No. Maguta maandito gedi akachukua kichupa. Akasema maguta maandito gedi nitogia toleka pesa. Si pesa. Yesu alikuwa anaenda shikeni samaki anakata inatoka pesa. Ni pesa walikuwa na haja nayo. Lakini waliangalia the busy woman is too clever for our boss. Na boss kwa sababu ya kuchoka. Na kwa sababu ya ile kirani ametoka. Akavumilia tu, akaokolewa because walijua hapa hizi maombi ni kuokoa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni kuokolewa. When this come, the power of the bloodline, you no need yourself to help yourself. You cannot be able to come out of it. You need somebody to help you. And it's a process, not a one day, not a one event. It's a process. Sit down and be taught. Ndio ujue where does it come. Inakujanga kupitia kwa wanawake, inakujanga kupitia kwa wanaume, inakujanga kupitia kwa pesa, inakujanga kupitia kwa nini. How does it come? Once you know how does it come, you will be able to conquer. Hallelujah. Shika sadaka zako. Nilikwambia leo ndio tunavuja hiyo kitu. What you are bringing here is a sacrifice. Hallelujah. See, sadaka today is a sacrifice day. Ndio tuvuje hii kitu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you mmesikia mzuri? You've learned something that you've never known. Hello. Yaani hamkuelewa kitu. Dalutaelewa? Andiko daluta niliyomudhi. Umeelewa? Ama sijeza pokea. Inua mikono juu. Wamba gari, pokea gari. Ninaona gari ya Prado ikiteremuka. I have to teach you how to come out of this problem. Bwana Yesu asifiwe sana. And I have to deliver it home so that you can be free. Ndio wende uulize nikigithiaga na mbere. Tondu hata unganganaga na kimudurume, unganganaga na kimutumia, unganganaga na kibiashara, unganganaga na kanitha, kumbe kuna kitu ambayo is not working. It is in the blood. That is why for the solution to come, we needed the blood of Jesus to disconnect us. We need the blood of Jesus to disconnect you. A blood of Jesus to reveal to you what is this that eats you. Wekeleni hapa kwa yeye madhabahu, worship as we worship. Now there's blood of Jesus. The blood of Jesus. Yes. There is power, wonder-working power in the blood of the
Amen.